Amen. Bwana asifiwe. Nimekuwa ni muda mrefu sana mtu wa Mungu mwenye dini. Mungu akubariki sana. It has been a long time since nimekuwa hapa na I honor God for this opportunity. Mwenyekiti, Mungu akubariki sana. Thank you so much kwa kunipa hii nafasi. I know out of 6 million people ambao wako Dar es Salaam, you say no. Let us hear from this little man. Bwana asifiwe sana. So najua nina dakika chache sana, so I will not make many stories. Today we are learning about healthy relationship. Si ndio? Mahusiano yenye afya. Au ndo Kiswahili fasihi, fasaha au fasihi. Ndo Kiswahili sahihi. Mahusiano ya medical line science, si ndio? Au yanakuwaje? Mahusiano ya afya, si ndio? So I know Abi alikuwa anauliza maswali, what's your expectation? And I know kila mtu wetu hapa ana expectation kubwa sana. And probably umeichana mkeka wako based on maybe you are expecting something. Lakini I want to just encourage you, out of many things that I will be speaking about health relationship, believe and trust God that you have something which will help you. Bwana asifiwe sana. I may not answer all of your questions, and in fact, I'm not here to answer all of your questions. It's only God who can answer your questions. I'm just here to share what the Lord has put in my heart concerning health relationships. So, Bwana asifiwe. So labda niweze kukuuliza hili swali hapo. Ngapi hapo kwenye mahusiano? Mwenyekiti, naamini huko hamnaga utaratibu wa kutenga watu Haupo, okay. Wangapi hapo kwenye mahusiano? Wewe jibu tu swali. Wangapi hapo kwenye mahusiano? Wangapi hapo kwenye mahusiano? Mbona mnafanya hivi? Yao ni swali ni chungu kama nimeita tetracycline, right? Tetracycline ni chungu. Au the swali like it's become like a tetracycline question, ndio? How many of us wako kwenye mahusiano? Kila mmoja anauliza mahusiano gani? Are you not confident? Au uamini huyo mtumishi? Yes? Yes. Na swali liko hivyo hivyo. How many of us here wako kwenye mahusiano? Yeah, ni kweli swali lina majibu mengi, lakini in fact kila mmoja wetu yuko kwenye mahusiano, si ndio? Kwa sababu sija specify which is which, so it means all of us tuko kwenye mahusiano. I believe hakuna mtu ambaye is completely by himself or herself hana mahusiano. And today as we be talking about health relationship, I'll say shortly kwamba health relationship is any kind or any form of relationship which is built on the rock of Jesus Christ. Any relationship that is built in Christ Jesus. If a relationship is not onto this foundation, that relationship by default is not a healthy relationship. I know many of us, we expect to hear something that will stimulate us, will make us feel happy. We want to feel something so romantic because we want to romanticize the session. But I want to tell you, I may not do that. I will tell you something which will impact your life. And when we speak about any relationship, it can be a relationship of you and your brother, you and your sister, you and yourself. Anything as far as relationship is concerned, ili iweze kuwa healthy relationship, the principle, the benchmark inatakiwa iwe imejengwa kwenye msingi ambao ni Kristo. Bwana asifiwe sana. Now, how do we come to this? When you read the Bible in the book of 1 Corinthians 3:11, the Bible says, no one can lay any foundation other than the one already laid, Jesus Christ. Sisi kama watoto wa Mungu, we are not walking as how the world work. Sisi tunatembea katika ile misingi ambayo Kristo amekuwa muasisi wa hiyo misingi. Kwa tunapozungumzia mahusiano yoyote inabidi yajengwe kwenye msingi ambao ulikwisha kuanzishwa. Sisi hatutengenezi msingi, tunajenga juu ya msingi. Whether unajua au haufahamu, anything that you're doing, you are building on a certain foundation. And the Bible says, if the foundation is destroyed, if the foundation is not stable, what a righteous shall do.
Kama msingi ukiharibika, mwenye haki utafanya nini? So anything that we do, it is must kuwa kwenye certain foundation. Inaweza ikawa godly foundation or devil foundation or your own foundation. Bwana asifiwe. Now when we come now kwenye mahusiano, we can speak on the 3 aspects za mahusiano. Najua wetu wengi tunafahamu mambo mengi sana. Now coming to teaching a Gen Z relationship, akati ChatGPT ni the best partner, kidogo inaumiza sana kichwa, si ndio? Because we have our counselors, we have people who can tell us everything, and our person in ChatGPT. So but I want to speak on the 3 aspects ambazo ni za mahusiano. Aspect number 1 ni a relationship with oneself, a relationship with your own self. Mahusiano na wewe binafsi. Number 2 ni mahusiano na watu wengine, and number 3 ni mahusiano sasa yanayoelekea kwenye ndoa. I will just have much of the time kwenye the aspect ya 3, lakini I will speak in both aspect. Number 1, relationship with self. And I can tell you this, hauwezi ukawa na mahusiano mengine yoyote kama mahusiano na wewe mwenyewe hayajajengwa vizuri, kwa sababu principles za mahusiano, you are going to give, not to receive. So if you don't have a stable relationship with yourself, you will not have something to give to that relationship. Bwana asifiwe sana. So a relationship of oneself, it begins with a person to first have a relationship with Jesus. Now we start to relate ourselves when we manage to relate with Jesus. Now a question to ask is, who is Jesus to you? That's a very basic question ambayo tunaifahamu. Lakini this is a basic kwamba unapohitaji ku relate to yourself, you must relate yourself in the lens of Christ. Kuna watu ambao they don't know how to relate with themselves. That's why today we have issue of masturbation. We have issue of pornography. You may think I'm not in a relationship, but when you are engaging on those stuff, you are violating a relationship with yourself. Why? Because the Bible says kila dhambi mtu aifanyayo iko nje ya mwili wake, lakini dhambi ya zinaa iko ndani ya mtu husika. It's a violation to your own self. Now you cannot have a successful or a healthy relationship with yourself if you don't know Christ. We have people who are committing suicide, right? These people, they have something of identity crisis. Now you cannot have identity ya kwako kama hauna mahusiano na Kristo. So our benchmark, we have to relate well with Jesus so that we can relate well with ourselves. Bwana asifiwe sana. And that's as simple as it is. If you fail to do that, utajikuta umeingia kwenye mahusiano, you don't know how to relate with yourself. Wangapi wanajua ku relate with themselves? Are you sure? Bwana asifiwe sana. Nikuulize hapa tukikupeleka kwenye boiling point ya hasira na kukutifua, how do you relate with yourself? Bwana asifiwe sana. But this is very important. We need to train ourselves in the lens of Jesus to know how we can be able to relate with yourself. Kama una malengo ya kuwa na mahusiano na mtu mwingine na hichi kipande umekwama, trust me, don't go to that relationship. Fix your own house first. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu if you have a relationship, hata kama ni a same sex relationship, just a friendship relationship, if you have a broken heart, if your heart is not fixed, you cannot have a good relationship with that person. Utakuwa na a lot of inferiority complex. Utakuwa na a lot of stuff ambazo is not the outsider, is you yourself. So I want to challenge you that as far as you want to have a better relationship, you need to consider the relationship with yourself. Bwana asifiwe sana. But also, another aspect of relationship is relationship with other people. How do you relate with other people? Bwana asifiwe sana. Now, kwenye kurelate with other people can be of the same sex, as I said, lakini pia of the different sex. Biblia inasema katika kitabu cha 1 Timothy 5 verse 1 and 2, you can just project, lakini sitoisoma, but it says kwamba treat young women as the way you would be treating your sisters. The same treat young men as the way you treat your brother. This is a benchmark ambayo Kristo anaiweka kwamba namna ambavyo unatakiwa urelate with those of different sex or with
those of the same sex, lakini sio wewe mwenyewe, you need to treat them in the same lens you will do to your brother. We have many cases today. There are people who are not in a relationship lakini wanafanya sexual assault. Unakuta mtu anajiengage tu kwa sababu mtu sio girlfriend wake, sio boyfriend wake, and I'm not saying kiwa ndo unatakiwa ufanye, but unakuta wanawafanyia mambo ya sexual harassment. Unakuta anamfanyia mtu kitu ambacho they will never dare to do to their sister. Bwana asifiwe sana. Just because it's not your brother, it's not your sister, you are free to do to them. Na hii inaongelea kwenye all aspects of our lives. How do you relate with your brothers and sisters at your class? Bwana asifiwe sana. We need to challenge ourselves in that lens. Kwamba tunasema healthy relationship, it has to begin with us. Bwana asifiwe. Are you getting the concept? Unajaribu kunielewa au unakuchanganya? Au unasema ya wapo unaongea vitu ambavyo tunavijua bana, maliza tuondoke. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Msiwe sana serious. Unajua mimi nina tatizo la kujisikiliza sana. Ukiwa sana serious, tuishwe bwana. Bwana asifiwe. Amen. I'm getting the concept. Yes. I will land where you want me to land, but I need to lay a foundation. Bwana asifiwe sana. Tuje tukajenga paa akati tunajua kabisa the msingi wa ukuta ni kitu kingine. So this is about other relationship na watu wengine. How do you do that with them? Now I want to challenge you. How do you do that? Biblia inasema iron sharpen irons. Ndio. Unapokuwa na mahusiano na mtu ambaye, I'm talking in a relationship ya kawaida, either it's a brother or it's a sister, we need to come in the point of helping each other know Christ more. Helping each other grow into the Lord. Maana yake kama wewe ni you are the iron, he or she is the iron. The Bible say iron sharpen iron. Our benchmark inakuwa katika namna ya sisi kutengenezana kumlingana Kristo zaidi. That's why we are called the brother's keeper. We cannot become the brother's keeper if we don't know how to relate with people. That is a very normal social intelligence every person need to have. Bwana asifiwe. But another aspect is a relationship with non-believers. Here now coming a concern. We are the children of the light. Sindio? Na tunaambiwa tusifungamanishe nini na nini na wasioamini. How do we relate with non-believers? Let me ask you this question. Assume you are an employee, a born again, full of the Spirit. Sindio? Speaking 2 hours in tongue. You are a CEO of a company and you need to give a job. You need to employ people. Now there is a Muslim brother and a Christian brother from your church. Or pengine ni menti wako. Now a very simple question. Now this brother who is unamfahamu is a Christian, ukiangalia kwenye portfolio yake, he is not that competent as the person that you want. And you are full of spirit, speaking in tongue. You know God better and better. And there is another brother who is not a Christian, but this brother has excellent in career. Nataka nikuulize kama CEO, who are you going to employ? Be honest with me. Who are you going to give the job? Yes? Yes? No? Nataka unijibu, usinijibu kisiasa. Twende. Nataka unijibu okay, no. A non-believer or the believer? Yes? But I'm guaranteeing you are telling me because I'm preaching. But many people, I know there are some who will go for the excellence, but many people, we don't treat non-believers as human beings. Kuna zile fellowship tumekuwa nazo advance, unakaa mbale mtupo wa mshale ukimwona mtu ambaye hasali denomination yako, si ndio? Mtu ambaye unaambiwa hajaokoka unakaa mtupo wa mshale, msifungamane na nini na wasioamini. But what Paul say, he say ikitokea anasema msikae nao in the same community, itawalazimu ninyi kuhama hii dunia, si ndio? But he's speaking about compromising your value and taking the value of the one who is an unbeliever. Biblia haitufundishi kwa isolate. Inasema tusifungwe nira nao. Tusi-imitate what they do. Tusi-imitate what they are making in life. But what we are called to do, we are called to love them. We are called to pray for them. We are called to bless them. We are called to show them the way. And in fact, tunatakiwa muonyeshe non-believer upendo ambao is excellent. Bwana asifiwe sana. Kuna mtumishi mmoja aliwahi kusema akasema, unajua hawa watu wenzetu hawa
ambao hawajaokoka they are good, ni mchungaji kabisa. Anasema they are good, mimi ukiniambia ni mwajiri, nitamwajiri kwa sababu they have integrity. Siku chache zilizofuata kidogo afukuzwe kwenye kanisa. Bwana asifiwe sana. But when we speak about relating with non-believer, we know this Yesu anasema ili muwe kama baba yenu wa mbinguni ambaye anawapa mvua hata walio waovu, si ndio? That level of loving a non-believer is the love ambayo tunatakiwa tuwe nayo. If God is not separating them, who are you? You are separating them. But a very important thing, wewe ni mdada, umeona mkaka ni handsome, lakini is non-believer. My sister, don't try it at home. Bwana asifiwe sana. Don't try it at where? At home. Bwana asifiwe. There are a thing to say, a non-believer, your limit is here. But here, I don't compromise. Bwana asifiwe sana. When it comes to value, I don't compromise. But when it comes to faith, I love you, I will pray for you, and I will share the bread with you, but I will not give you my values. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Are you getting the concept? Now, tuende to another aspect ya mahusiano. Mahusiano yanayopeleka kwenye ndoa. Bwana asifiwe sana. A relationship which leads to marriage. The relationship that you want to hear. Bwana asifiwe sana. Sasa niulize tena swali. Wangapi hapa wana mpenzi? Wangapi wana wapenzi? Hamtafukuzwa fellowship. I love that honest my brother. Kwa kipindi fulani kwa natenana na brother wangu mmoja hapa. Nikaa namwambia tumebaki tu mimi na yeye. Bwana asifiwe sana. Ambia tumebaki tu mimi na yeye. Tumebaki tu mimi na yeye. So I want to ask you, how many of us here are in a lovely or romantic relationship? I believe, thank you. Very few wamenyoosha. Hao wengine najua kakangu hapa is married. So swali by default ni yes. But wengine tuko single. So tutaomba kwamba macho yafunguliwe. Si ndio mwenyekiti? How to send the spirit of Mungu anaongea na malaika anasema tutume malaika kamdanganye nani? Wale who can go and lie to ni Ahab. Si ndio? Kwa hiyo tunatengeneza the spirit of confusion. Si ndio? Kama huo ya mahusiano basi yavunjike upate mapi. Au unasemaje? Are you buying the idea? Bwana asifiwe sana. Now, let's talk about mahusiano ambayo yanapeleka kwenye ndoa. Niweke disclaimer. Sasa hivi kuna a lot of confusion huko nje when it comes to marriage. Bwana asifiwe sana. When it comes to relationship ambazo zinapeleka kwenye ndoa. Kuna mafundisho mengi sana ambayo yapo na unfortunately many people are teaching their experience. They are not teaching the word of God. If I say I'll teach you my experience, I'll teach you about me and my wife. And that is not the ways of life. Watu wengi, because they have traumas, they are teaching their experience and not the word of God. That is why sessions za mahusiano zinakuwa na vibes sana. Unajua ni kwa nini? Because we are teaching you our experience. We are teaching you how to be romantic. Of course, even the Bible teaches so. But when we teach our experience has a limitation. Today, if you start to speak relationship and you're not married, we'll ask you, by whose authority you are teaching that? Tunakuwa mafarisayo. Kwa mamlaka ya nani unafundisha hicho? Lakini we are using the same scripture kufundisha ndoa aliyoandika Paulo ambaye hajaoa. Tunasema kama Kristo alivyolipenda kanisa, now men love your wives. And we are using the same scripture. But when now you want to teach relationship, hata mimi nitakuja kuuliza kwa mamlaka ya nani? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. I won't ask you. But what I'm try to say hapa ni kwamba when we speak relationship ambazo zinaingia kwenye ndoa, the author and the teacher of this relationship has to be the Holy Spirit. The benchmark of our knowledge has to be from the word of God. Huku nje kuna mambo mengi sana, kuna confusion, kuna I don't know kama nyinyi mnakaa online, mimi nakaa sana online. Ila sio kwa ubaya. Kuna hizi content zilikuwa zina trend hapa juzi kati za mambo ya pesa. Labda niulize hili swali. Kama umeiona za pesa kwamba a lady was confessing kwamba amemficha mume wake pesa, sasa hivi ana milioni 100, I don't know milioni 100 si milioni 100 ngapi, na mume wake is running bankrupt. So akawa anasema nimwambie au nimtulize. Sasa wale watu wa podcast wakasema usimwambie. Hadi ilikuwa ni uvurugu sana mtandaoni. When you pass there, you read comments za watu, unakutana na mambo mengi vibaya mno. Jana tena nikakutana na mtumishi mmoja anafundisha, akasema mimi mume wangu akinisumbua namtoa kwenye moyo namweka hapa tutashona sare, lakini hayupo tena moyoni mwangu. And that was a teaching. In fact, it's good teaching, si ndio? And there are many teachings I know ukiingia online unakutana nazo.
but many of them are teaching experience. And if nikiwa teach up experience, mwenyekiti, nikiwafundisha experience, watakuletea petition. Tunaomba tuna mwalimu arudi atufundishe. Unajua tulipata unyama fulani. Why? Because I will tell you something that you like the most. Mimi na mke wangu tunafanya online content za mahusiano. So I will teach you that utasikia kusisimka we. Lakini I'm telling you, if you go and apply it in your relationship, utatoka na tutakupa counseling ya kwamba Bwana ni kimbilio la wote wenye kuhitaji msaada. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. You get to understand me? So, relationship ambazo zinaelekea kwenye ndoa, I want to make this clear. Na hata kama mpenzi hapa yuko umuelewi, unasema mbona hayuko kama fulani. Kuna watu wengi wanatafutaga, wanaambia I want our marriage to be like yours. Wewe unawaangalia, anasema anyway, you can have my marriage, but it may not apply in your marriage. Unaweza kuwa umepewa mtu huko ambaye kazi yake ni kuomba saa 9 za usiku. And you want someone kama mimi nalala saa 5. Bwana asifiwe sana. It does not work that way. You need to know every relationship is special and unique in its own. Bwana asifiwe sana. Kwa kama wewe ni mkaka hapa afu your girlfriend amesave na mbaba ambaye kukutumia reel ya kwangu, wewe mwambie tu akikutumia, mwambie bwana, unajua every relationship is unique and special. Lakini kama ni mdada, kuna boyfriend akutumiaga reels za anakuambia na sisi tuwe kama hao. Just be honest kwamba every relationship is unique and what? And special. Bwana asifiwe sana. Msije mkafa kwa sababu you want to become like someone else kwenye mahusiano. Now, when we speak about healthy relationships zinazoelekea kwenye ndoa, I will say this very simple definition. Mahusiano yoyote ambayo ni yenye afya yanayoelekea kwenye ndoa is a relationship which its main agenda is to make heaven and not making bed. I want you to bold that. Making heaven, not making bed. Ukiwa na mahusiano ambayo the agenda is to make heaven, you will not see the bed before the marriage. But ukiwa na mahusiano, the main agenda is to make bed. After some month, you will go to bed. So, our benchmark definition of a healthy relationship is a relationship which its agenda is to make heaven. Now, hata ukiingia kwenye mahusiano, as long hapa wengi tuko single, make it your agenda. What is the purpose of this relationship? Where are we going to end at the end of the day? Wengi watasema tutaishia kwenye kuoana, tunaoanaje? But when the goal is to make heaven, you will know the principle of running this relationship on how heaven desire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So, kama tunahitaji kuwa na mahusiano ambayo ni ya kuelekea kwenye ndoa, mahusiano ya kimapenzi, they are so sweet. And I'm encouraging you, come and get married. Bwana asifiwe sana. But you need to draw a very clear standing kwamba the goal of that relationship should be to make heaven and not to make bed. If a relationship ikiwa ni ya ku make bed, my friend, tutakuwa na a lot of things that we will have to deal with. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kitu ambacho ukifahamu, nimekuambia mahusiano yoyote ni unique na yana carry its own mission and purpose. Just like fingerprint, hakuna mahusiano ambayo ni substitute ya mahusiano mengine. Hakuna mahusiano ambayo yana the same mission kwenye kila mtu, kwamba mahusiano yangu na ya Kakambise they are the same. Hapana. Mungu ameandika kila story very unique, just like a fingerprint. Lakini the same hata mahusiano ambayo ni not healthy relationship, na yenyewe yana mission to fulfill. Kwa unapoingia kwenye mahusiano ambayo sio healthy relationship, na yenyewe yana mission to achieve. God in one side has the mission to achieve in any relationship. The devil himself at the other side has the same mission he wants to achieve in a relationship. Kwa unapokuja kugundua upo kwenye unhealthy relationship, you are in a direction ambayo you are going to fulfill what the enemy desire. Bwana asifiwe sana. Na hii I apply tu kwenye mahusiano ya sasa hivi ambayo huko ya I love you, I miss you. No, it also apply kwenye mahusiano ya kwenye ndoa. Nao kwenye haya mahusiano tunayofanya sasa hivi yanatuandaa sisi kuingia kwenye ndoa. You will not get prepared ukiwa kwenye ndoa kwamba now I am married. What do we do when we get married? Bwana asifiwe sana. You need to prepare right now. When you are going there, you are going to exercise what you prepared for. Bwana asifiwe sana. Are you getting the concept?
Now you need to know, Biblia inasema kwenye ile Yeremia 29, I know the plans I have for you. God has a plan kwenye kila mahusiano. Kwa hiyo mahusiano yako kama ni ya kidumu na mfagio, Mungu ana mpango nayo. Bwana asifiwe sana. Are you getting the concept? Sasa a question is how to build a healthy relationship. Now this is a question. Kila mmoja wetu hapa ana desire ya kuwa na nzuri, si ndio? Na kila mmoja wetu anataka kuwa na mahusiano mazuri. Lakini kuna wengine wanaogopa. And maybe you're asking the same question. Maybe you come from a certain background. You come from a family which is not promising. You don't know, you don't see the future. You don't have a marriage figure ambayo unaitazama. You don't know if you're going to make it in marriage. Maybe you have fear. But I want to encourage you this night kwamba usiogope. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usiogope. Are you getting the point? So, how to get a healthy relationship? How do we build the healthy relationship? Najua ningekuwa na muda wa kutosha ningekuuliza maswali and I know the answers ambazo ungenipatia. Lakini I'll just share like 4 things that I will encourage you to apply them as far as you want your relationship to be stable, your relationship to be a healthy relationship. Number 1, it begins with the posture of your heart. Bwana asifiwe sana. Mahusiano yoyote yenye afya yanaanza na posture ya moyo wako. Where your heart is. The posture of your heart determines the kind of a relationship that you're going to build. And when we speak about the posture of your heart, we are speaking about the state of your heart. I spoke before kwamba you cannot give what you don't have. Kama moyo wako hauko in the right posture, you have many chances of making an healthy relationship. Kwenye mahusiano na kwenye ndoa, mioyo yetu inachangia 75% na kuendelea. So kama mioyo yetu haiko kwenye the right place, jua kabisa tuna 1% kubwa za kuwa na very broken relationship. Na ninapoongelea kuwa in the right place, sisemi tu kuwa na confession kwamba Jesus I receive you as my Lord and Savior. Naongelea the general well-being of your heart. Kuna watu ambao wametoka kwenye broken family. Let me tell you, the enemy when he knew kwamba wewe utakuwa na the bright marriage, then he started by planting a seed of bitterness in your family. You started to see kwamba familia unayotoka inakuwa ni broken family. Unadhani kwamba target is your parents. No, target is not your parent. Target are the children. Why? Kwa sababu shetani anajua hawa watoto miaka inayokuja they will have godly marriage, na wakiwa na godly marriage wataenda kuleta impact to their generation. So how I'm going to counter attack? Anatengeneza divorce to your family. Anatengeneza issue ambazo zinakuwa ni from the beginning your heart has a bad picture about marriage. And I know many of us we are coming from that background. Anakutengenezea situation ya kuona men's beat women. Your heart, yes, you are born again. But when it comes to relationship and marriage, you see the picture of your dad beating your mom. You see the picture of your mom getting out of marriage. Now you don't trust on marriage, but you trust on God. Now you need to see the target is not your parent, the target is you. Now, if you are coming on that background, the problem is not where you come. The problem is where you are landing. You have a chance, and actually Jesus is so faithful. He has put a way. He knew kwamba shetani atatengeneza hizi namna. So he has put a way for you to have a good heart before you go. Uko darasa la 6 you incur rape case. Ulibakwa labda na ndugu yako. Your family, you come from a godly family, a godly marriage family, lakini umekutana na experience ambazo zimetingisha moyo wako. Biblia inasema the heart of man is the fountains of life. So kama moyo wa mwanadamu ndipo chemichemi za uzima zinapotoka. Know this for sure, the enemy invests a lot to reach your heart. Wengine wanaweza kuwa hujakutana na hizo experience, uliingia kwenye mahusiano, ulifika first year, ukampenda John akakujonialize, baada akakubreak. Bwana asifiwe sana. You start to curse all men in the world. Trust issues zinaanza kupandikizwa while you were at first year. Don't think that the target was you to disco. No. The devil has the big picture, and the target is to make sure you have a broken family. Kwa nini? Kwa sababu taasisi ambayo ni the first ministry ni ministry of family.
whether you want it or not. It's not apostolic. The devil can allow you to be an apostle, can allow you to be a pastor, but you will fight your family. Why? Kwa sababu Biblia inasema kwenye Malachi, the purpose is to bring forth the godly children. Mungu anamchagua Ibrahim, anamwambia sababu nitakayo kuchagua Ibrahim uwe baba wa mataifa ni kwa sababu I know you will teach your children to know God. So the plan of God starts within a family. Now how do we break the family? We have to break the heart of men. We have to break the hearts of women. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nitakwambia ili utengeneze mahusiano yenye afya, start by dealing with your heart. Uproot anything in your heart which is not healthy. Don't ignore. Bwana asifiwe sana. If you know, maybe I don't know your heart, but you know yourself. If you evaluate and you know that your background does not support you, and you know that your past experiences za mahusiano is not supporting you, usiingie kwenye mahusiano kama haujadili na huo moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu kama umeumizwa ukaingia kwenye mahusiano mengine, unaenda kumfanya yule mpendwa kuwa victim. I've been talking about relationship with people and I've seen the same cycle repeated. Dada aliumizwa, alivyoumizwa akaingia kwenye mahusiano mengine, akaanza kumtafuta mtu fulani ndani ya mtu mwingine, mwisho wa siku akamfanya kuwa victim. If you turn your spouse becoming a victim, there's no healthy relationship utakayotengeneza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So, the first thing is the posture of your heart. And I want to tell you, if you're coming from that background, wala usijisikie vibaya. The good thing is Jesus is the one who came to mend your heart. Jesus is the one who came to restore your heart. Bwana asifiwe sana. Na kama uko salama moyo wako ni kama malaika fulani, protect your heart. Linda sana moyo wako. Usiruhusu moyo wako kaingiliwa na vitu ambavyo vitakuletea shida in your next life. Simaanishi next life baada ya kufa, na maanisha next life after chuo. Maana after chuo utaolewa, utaoa au utaoa ukiwa chuo. You will have trust issue in your marriage, you don't know. Kila siku you fight with your spouse. You don't know why. But the problem is in your heart. Kuna msemo unaosema tatizo la kila tatizo ni tatizo la moyo. Bwana asifiwe sana. Sio kuwa na mnaita HBD mnaita H nini jamani? Hyper nini? Sio pressure ile ya moyo kutanuka, hapana. Tatizo la kila tatizo ni tatizo la moyo. There are people who are having bitterness in their heart. There are people who cannot forgive. There are people who cannot let other go. Yes, we are Christians. We say, hey, he hurt me a lot. I'm telling you, if you forgive, if you release, it's not for the person that you're doing that to that person. It is for your own benefit. It's for your coming children. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu if you're a broken woman, you cannot raise strong children. You will raise these broken children. Unazaa watoto unaanza kuambia men are dogs. If you see men run. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Why? Kwa sababu wewe ulimpenda babake wewe mtoto akakuumiza. Then you are planting that seed of bitterness to that child. Now when we have bitterness in our heart, we are opening the doors of the enemy. Yes, tumeokoka. Yesu anatutengeneza, but we need to know kama Mungu akikupa neema ukajua you are coming from that situation, please fix your heart. Bwana asifiwe sana. Sasa na dakika 7. Let me go in a very high speed. Na mimi utanielewa, si ndio? Hata point moja si inatosha. Is it enough? Si ndio? Si ndio? Okay, now let me go faster. Number 2, after having the posture of your heart, it is not about what you get, it's about what you put. Kama unataka kuanzisha mahusiano ambayo ni healthy, usiwe na mtazamo ya kwamba this guy anaenda kunipa nini. Is how am I going to add value to the life of this person? It's not about what you're going to receive there, it's what you're going to give there. Jesus said this, and this is great love. Someone to lay down his life for the other person. Now, kama unampenda mtu na umeingia kwenye mahusiano ya kupendana, sasa tumependana, maana yake you have to have this notion. Hauendi kureceive, unaenda kutoa. Sio kutoa hela za KFC, hapana. Na ungeelewa that love, you're not going to receive it, you're going to give it. That person ambaye unaingia naye kwenye mahusiano should benefit the love that you're giving them. So unaenda kila siku you are lamenting, umeenda ku receive. Na nimekuambia ukiona you are lamenting a lot, the problem is not the guy, the problem is your heart. Una gap in your heart ambalo alikuwa filled. Umeenda kulitafuta hilo gap to a man or to a woman.
A brother of mine alifarikiwa na mama yake, then he started to search a lady who will compensate his mother in his heart. It doesn't work that way. Bwana asifiwe sana. It is you, what are you going to give to that person? Bwana asifiwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Yesu wenyewe anasema kwenye Matendo ya Mitume 20:35, it's better to give than to receive. Lakini kitu kingine ni a clear vision and value. Tunahitaji kuwa na mahusiano yenye afya, si ndio? We must set a clear visions and value. Kuna mtu mmoja aliniuliza kwamba okay, mimi nikiolewa ni binti. Je, ninaenda kuchukua maono ya mwanaume au maono ya mwanamke? Na mimi kama maono yangu inakuwaje? Bwana asifiwe sana. I'll respond this way. Before you get married, have a clear visions and a clear value, set of value. In which aspect? Tengeneza maono ya what kind of a family do you want to raise? What kind of a marriage do you want to raise? Start with that kind of a vision. Acha maono ya kufungua biashara. Fungua biashara kupo tu. Utafungua. Bwana asifiwe sana. But the vision that you are setting to that family. Tengeneza maono ya kujua when are you going there. Tengeneza value ambazo zitakuguide. Tuna wapendwa wengi tunasumbuka kila wakati. They are dating an unbeliever, they're coming asking hard question. Mungu atambadilisha, nimefunga, nimefanyaje? It is the problem, they never had values. They are easily to compromise. That guy umempenda, amekupenda, amekutekenya kidogo, amekushtua, unahisi he is the oxygen. Anakuwa H2O, unamsave H2O. Bwana asifiwe sana. H2O atakuwa H2O, atakuua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So you need to set value. You need to set vision. Where are you landing? If you don't have vision, nimekuambia you will land on bed. Dada watu unasema nitajitunza, lakini hauna maono, utaland on bed. I tell you, mimi sijazaliwa na nena kwa lugha, nilikuwa sijaokoka. I knew how the world ran. And I'm telling you, if you don't have visions in Christ, you will land on bed. That's a full stop. Bwana asifiwe sana. Utapiga kona sana, lakini kama hauna maono pamoja na Kristo utaishia kitandani. And I'm telling you, baada ya hapo utatubu hapo hapo kitandani, utatenda dhambi, roho itakusuta, utamwambia baby tumezini, utamwambia baby kweli hii ilikuwa bahati mbaya, mtapiga magoti hapo pembeni ya kitanda, mtaomba, Bwana atamwambia nimewasamehe, na shetani atasema kesho narudi. Unafahamu wewe narudi. You know the song, eh? The devil will start to sing narudi na atarudi. Bwana asifiwe sana. We need to set clear vision and value. Don't compromise your value, lady. Wadada, identity zenu hazitafutwi ndani ya wanaume. Bwana asifiwe sana. Identity zenu ziko ndani ya Kristo. Don't think you are not beauty. Akikwambia wewe sio mzuri, mwambie bless the name of the Lord, kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kupendeza. Kama Mungu anasema nimeumbwa kwa namna ya ajabu, who are you to question me? Bwana asifiwe sana. Kuna wadada they have inferiority. They think they don't have good shape. They think their face are not attractive. Wanasema wana sura ya baba. Yes, mwambie sura ya baba lakini baba wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. If you challenge, ukiona una identity crisis, you are struggling, a man will come na atatumia ChatGPT kukuandikia maneno mazuri, utaingia mkenge. You will compromise your value. You will start to live in regrets. So for us to have healthy relationship, lazima tuwe na hiyo benchmark. Number third ni obedience over feelings. Hiyo number fourth. Obedience over feelings, what does it mean? Obedience over feelings ni kwamba we are obeying what the word of God say. Biblia inasema msifungo nira na wasioamini. Feelings zinakuambia kuna yule kaka hajaokoka lakini is very romantic. Mwaka 2019 I dated a lady who is a Muslim. I say we ran, tulikuwa vichaa. I'm telling you. That experience was very bad. My dad thought nimechanganyikiwa. Tumishi nilipelekwa na mapenzi speed. Back on the days huko. And I was saying like nitamuombea ataokoka. Mungu alisaidia. Tulifikia level ile dada tuligombana siku akapata ajali na ikafanya akawa admitted hospitali Oman. He couldn't be admitted hapa Tanzania kwa sababu tuligombana. Mapenzi yetu yalikuwa ya Kihindi ya Kikorea yamekaa hapo. Nimemaliza form 6 nawaambia baba na mama, nimewakalisha kikao wakajua, nawaambia sio ndio unasoma kozi gani? Naambia nimepata mpenzi. It's like what? Umepata mpenzi? And that lady was not a believer. Alinichanganya nikachanganyikiwa. Bwana asifiwe sana. You need to know obedience versus feelings. I had so much of feelings for her. Nilikuwa nasema mimi nitakuwa mtumishi. Nataka nikikaa hapa watu waseme mtumishi ana pisi kali. Bwana asifiwe sana.
Nikitazama pisikali kushindwa kujua kabisa akijifungua, mbona tu matawi yatabubujika tu vizuri. Akiwa na miaka fulani atakuwa kabibi fulani. What will I do if I say nataka pisikali ndo namna hiyo? We don't look for the issues ambazo ni outside, we look for the inside. Bwana asifiwe sana. So unapoongelea obedience, we obey the word of God. Don't date an unbeliever. Don't try it at home. Bwana asifiwe sana. Don't try it at where? Sasa nyinyi mko campus, don't try it at campus. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Now, hizi nita mention tu haraka haraka. Dakika 20 zimefika. 2 minutes naomba. I'll be done. Mungu nisaidie. Okay. Bwana asifiwe sana. Unajaribu kunielewa? Now, how to know that you're in a healthy relationship? Number 1, the point of your relationship, I just mentioned. Nina notes zangu zilikuwa unajua zina slide ngapi? Slide sijui kwa sasa ngapi, afu ni slide ya 13. So nita mention tu mwenye kitu wala hata msijia. 2 minutes zinatosha. Number 1, your relationship will be pointing you to Jesus. The aim of that itakuwa inawavuta kwa Kristo. Lakini kingine, ukiona mahusiano yako it honors God and parents, waheshimuni baba zenu na mama zenu. So it honor God. Kuna hichi kitu tunasema, Yesu anasema the greatest commandment, si ndio? Leo nataka niwape mpya inaitwa love commandment. Bwana asifiwe sana. Umewahi kusikia? Sipindui maandiko, sawa? But love commandment inasema you should first honor God and your parents. Wanaenda mnaenda kufanya cohabitation na wakaka, you dishonor your parent. If you are cohabiting, go and repent. You are dishonoring your parent. You are dishonoring God. Bwana asifiwe sana. Mkaka should not see your nakedness until amekuoa. Bwana asifiwe. Lakini kitu kingine, it is a service centered. It works on each other. So self kind of relationship ya kila siku. Me. Utakuwa meme sasa. Bwana asifiwe sana. But also in that relationship itakuwa reliable on the times of need. You can be reliable on that relationship. Lakini kitu kingine, it's selfless, not seeking, wa Korinto wa kwanza 13:5. Lakini pia it has no fear. Biblia inasema upendo chase fear. Yohana wa kwanza 4:18. Lakini nitamention na hizi dangers of a toxic relationship. We were talking about healthy relationships, ndio? But healthy relationship ina verses yake ni toxic relationship. Danger zake ya kwanza ni spiritual stagnation. Biblia inasema katika kitabu cha Hebrania 12 mstari wa 11 inatuambia we need to stay away from things which are pulling us down from our salvation. Lakini cha kwanza, mahusiano ambayo sio yenye afya yatakupa spiritual stagnation. You cannot worship proper kama moyo wako John amekuumiza. Mtaingiza ibada ya maombi huku, utasema wewe John, wenzako wanalia speaking in tongue, wanaombea mission ni Singida, wewe unamwombea so and so amekuumiza. You want to be proper with your spiritual life. Lakini kitu kingine, utapata mental health crackdown. Lakini naomba niviunganishe vitu viwili. Have a current case, very dangerous one. Somebody who is raised in a Christian family, ameingia kwenye mahusiano yamembalasa. She's nowhere to believe in the Bible anymore. It's a very risky situation. Very bad situation. It's a current status. So what I'm telling you, a toxic relationship will make your mental health to crack and crack. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu kingine itakuwa you become vulnerable to spiritual attack. Why? Kwa sababu unapokuwa with bitterness, with revenge, with a lot of stuff, moyo wako unakuwa vulnerable kwa shetani. Kwa unapoongea mahusiano ambayo sio healthy, ule ulinzi ambao tunaupata kwa kutembea na Kristo unakuwa hauna. You become vulnerable to the enemy. Na Biblia inasema shetani ni kama simba angurumaye. Kama akinguruma atakungurumia na wewe and he will devour you. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu kingine ambacho ni the biggest, create the broken family. Broken family tunasemaga vitu vinaitwa laana za ukoo. Sinaitwa zinasema the family nini inaitwa? I don't know the proper way. Lakini ni hizi mambo unasema family curse. Family curse zingine jamani zinatokana na sisi patterns tunazozitengeneza. Wewe sasa hivi unapokuwa na broken toxic relationship, unatengeneza watoto wako waje kuwa na toxic and a broken family. Hiyo sio laana ya kuombewa. Unatakiwa wake up and get out. Sasa what to do if you're in a healthy relationship? Number 1, leave that relationship. Biblia inasema katika Korinto wa pili 16:17 inasema come out and separate yourself. Kwa hiyo ukiona kama leo una toxic relationship, abia ndo namaliza, unamwambia come out from that pulpit, come out, na unakuwa umeondoka. Lakini kitu kingine, seek counsel, tafuta ushauri. Bwana asifiwe sana. Don't die alone at your home. Biblia inasema palipo na mashauri taifa linajengwa. Seek counsel, tafuta watu ambao wanaweza kaongea nawe. Lakini kitu kingine, start over with Jesus. Biblia inasema tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. My last closing remark. Inasema relationship which built in Jesus
a healthy relationship will always point you to Jesus, not just to each other. Bwana asifiwe sana. And the goal should be to make heaven. Bwana asifiwe sana. So it is my prayer, watu wa Mungu, as you're trusting God to have a relationship, just one last thing I'll say, consider the posture of your heart. You and God, then go to other people. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Naomba nimshukuru Mungu. Father, we thank you for this time and we thank you for this opportunity to minister to your people. I pray that seed that you planted, may that seed grow and bear much more fruit in Jesus' name. Amen.